Hamna kweli, yani sijui kwa sababu na njaa pia sijala. Nabebaka vitu vizito lakini leo nimekwama. Sikufichi, kwa hiyo tutembee tu, chumbani sio mbali pia by the way. Let's go. Bibi bwana. Sasa nini mke wangu, vitu vibebeki, nitalazimisha, nitavunjika kiuno hapa sasa. Utamkosa mimi mwenyewe. Sorry. Nimetekwa. Nimetekwa na mapenzi. Nimetekwa. Kwa dhamana ambayo nimekabidhiwa na PMBet, niko hapa kwa ajili ya kuzungumza na mshindi wetu. Asante sana dada. Tunashukuru sana PMBet kwa kuonyesha uaminifu mkubwa namna hii. Endelea kubashiri kwa sababu magari bado yapo mengi. Website ni ile ni www.pmbet.co.tz. Vipi? Safi, habari za huko? Naona ndo kumekucha. Kumekucha mamangu. Vipi, mbona umechelewa hivi? Kuna vitu tunaenda kuangalia kule juu nikakosa. Kabidi nishuke chini. Ila nashukuru nimepata. Kwa ndo naondoka hivyo? Naondoka zangu mimi, muda umeshaenda sana. Basi nikuwekea hata chai kidogo mimi. Hapana. Nadhani chaenda kunywa huko. Basi sawa, ila nina wazo nimepata. Kwa niko naomba niongee na dakika chache tu. Unataka kunichelewesha? Amna, ni kitu cha muhimu sana. Dakika kadhaa tu. Kwa nini usinisubiri kwanza nirudi? Babe, naomba nisikilize. Dakika kadhaa tu afu utaenda unapoenda. Kwani uwezo kanisubiri nikaenda afu nikarudi? Bwana. Nika. Mume wangu, mimi nimekaa nimewaza. Nikasema haya maisha ya ndani sio kwamba hayatutoshelezi, ila kuna vitu havikizi. Na mimi kuna biashara naijua, kutembeza uji. Kwani nisirudi kwenye biashara yangu? Kwa sababu kama wateja ninao, ilizo ile ambazo utakuwa unapata, tunanunua labda unga, mchele, mafuta. Mimi ile ambazo nitazipata kwenye uji, na kwa labda nanunua mboga. Kwa hiyo tunakuwa tunabadilisha mboga huko ndani. Asa nikasema kwa nini sikushirikishi na mimi nirudi kwenye biashara yangu ya zamani? Yaani katika kitu ambacho sikihitaji niwe kutoka hapa kurudi katika biashara zako za uji. Hicho kitu mimi sikihitaji. Kwani matumizi ambayo nakuacha hapa ndani hayakutoshi? Hapana. Sijamaanisha kwamba hayatoshi. Ila kuna muda naona kabisa mume wangu unazidiwa. Ndio maana nikawaza mimi nakaa tu ndani naisha tu kuangalia TV basi. Kwa nini nisikusaidie? Ndio maana nikasema sio kwamba eti labda unavotoa hela haitoshi sana. Nilikuwa nataka tu nikusupport. Sikia nikwambie kitu mama wangu. Mimi sio kwamba nimeshindwa kukuhudumia. Sio, unaelewa? Uwezo wa kuhudumia mimi ninao. Ila tu ikitokea kuna sehemu unahisi unahitaji msaada wangu, mimi nitakusupport. Ila swala kutoka hapa tena uanze kurudi mitaani, unaanza kuuza uji, hapana. Siwezi kukubali. Maana utatoka hapa, utaenda kuuza uji, mwisho siku utapata wanaume. Na unakumbuka kabisa kwamba hata mimi mwenyewe nimekupata huko kwenye biashara zako za uji. Kwa hiyo siwezi kukubali. Kwa huo ni wivu, una lolote? Unajua unachokipenda lazima ukilinde. Na kama unavyojua mapenzi bwana huwa hayana formula. Watu wanasema jihadhari kabla ya hatari. Kwa hiyo lazima nilinde ninachokipenda. Sawa. Nimekuelewa. Pia nimefurahi kuona kwamba una wivu juu yangu, ina maana unanipenda sana. Na mimi nitafanya ambavyo unataka. Na nipo kwa ajili yako. Kwa hiyo sitotaka nikukwaze. Na unajua unafanya nazidi kuamini. Kwa hiyo mimi nitabaki nyumbani kwa ajili yako na nitafanya kila kitu kukuridhisha mume wangu. Nakupenda sana. Sindi bwana. Unajua kabisa namna gani mimi ninavyokupenda. Na unajua kabisa mimi moyo wangu ni dhaifu kwako. Kwa hiyo usio unapenda kujaribu kunipima pima, kunizungusha zungusha.
Sio vizuri bwana. Hebu usinifanyie hivyo. Basi sawa mume wangu. Mimi nilikuwa nataka nikushirikishe hilo tu na nimeshakuelewa. Kwa hiyo acha nikuache uende kazini. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Mimi nimetekwa nimetekwa na mapenzi, nimetekwa. Wife. Vipi, unajifukiza? Ndivyo. Sasa unapata shida, umejigubika mashuka hayo, mavitenge. Unaficha nini? Ndio nisikuchungulie. Yaani bibi nivae hapo unanichungulia unaniona? Dunia. Mwanangu. I will call you then. Naam. Baba, Kiingereza umekijulia wapi wewe wakati mimi nija kupeleka shule? Mama bwana. Sasa nashindwaje kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili. Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza. Ukiwa na Teacher Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri. Na ndio maana huo ni application namba 1 ya kielimu Tanzania nzima. Ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ chap. Ino dunia. Miss. Bwana. Afu unajua nakuonaga muda mrefu sana. Unapata shida sana unapotaka kubadilisha nguo. Unajificha, unajijaza manguo kibao. Yaani kama unaishi na mtu ambaye hakujui kabisa ama mtu ambaye hataki ajue chochote kuhusu mwili wako. Wakati sisi tunaoga wote, tunalala pamoja, tuna contact the whole night and day sometimes. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kinafanya sisi na wewe tutengane katika kujuana miili yetu. Kwa nini unajipa shida kiasi hiki? Sweetheart. Yaani ndio niwe navaa hapo unanichungulia unaniona. Natoa wapi hiyo confidence? Sawa, nakuelewa. Lakini kuna namna fulani hivi ya kisaikolojia nafikiri ndio inakusumbua sasa hivi. Kwa hiyo sio kosa lako by the way. Lakini kitu ambacho natakiwa ukijue, mimi kama mume wako sometimes huwa napata furaha na hamasa na kuona mke wangu kama ulivyo. Kwa sababu pia wewe mwanamke ama mke ni kama ua ambalo linapendeza sana katika bustani ya ndoa. Ua ambalo by nature halitakiwi kupoteza mvuto wake mbele ya macho ya mumewe wakati wote. Halitakiwi kupoteza harufu yake nzuri mbele ya pua za mumewe wakati wote. Haitakiwi kupoteza mvuto wake wa asili wa kushikika katika mikono ya mume wake. And last, haitakiwi kukosa utayari wa kuliwa kama chakula pale ambapo ninajiandaa. Na vyote hivi huwa vinakamilika kiurahisi pale ambapo macho yanakuwa yanapata uhuru wa kuona zawadi ambayo mke kabarikiwa na Mungu kupitia macho ya mumewe. Kwa unapoyaziba macho yangu kupitia nguo hizo na mashuka hayo ili nisione ule uumbaji ambao Mungu aliubariki kwako, trust me, kuna effect unazipunguza katika saikolojia yangu kupitia macho ambayo hutaki nione kilichopo kwako. Kitu kingine kizuri ambacho natakiwa ujue, sisi wanaume sometimes ni kama magardener, yani watunza bustani. Na hakuna furaha ambayo sisi tunaipenda kama kuona maua ambayo tunayasimamia katika bustani zetu yanachanua vizuri na sio kunyauka. Na moja kati ya sifa ambazo zinaonesha ama kupelekea haya maua ya ndani kuchanua vizuri, tukiacha mbali kufurahi na kupendeza, lakini pia ni mwanamke anapokuwa huru kwenye mwili wake mbele ya mwanaume wake. Sisi tunaona kama yanachanua na kupendeza katika macho yetu na hata kuathiri hisia zetu. Kwa hiyo mke wangu, sometimes you don't have to hide yourself. Jiachie. Sawa?
niteke mimi kimakusudi. Sometimes jipitishe tu hata na kanguo kipesi hapo, unaweza kaenda nako kule ukakaangusha, ili mradi tu yani kunifanyia makusudi, kunikomoa. Unakaangusha afu kama unaokota hivi, mimi nikikaa hivi nikiona vile vitu, kuna namna mimi napagawa. Na of course ni jukumu lako kunipagawisha. Yani nipagawishe, nitege mama, nikoroge, sawa? Nirushe roho. Kama moyo kangu waka unatakiwa ukafanye kadunde kapelekeshe hivyo. Unatakiwa uniroge kisaikolojia kupitia uchawi wa mapenzi, kitu ambacho kinanifanya mimi nisichoke muda wote kuwa na wewe mke wangu. Na sio dhambi, you deserve to do like that, kwa sababu mimi ni ngome yako na wewe ni kama malkia ambaye unatakiwa nitawale muda wote. How do you think, my wife? Haya, nimekuelewa mume wangu, nitajitahidi. Lakini sasa sio wewe. Unipe muda. Si unajua sio rahisi, yani sijui kama nitaweza, sijui kama nitapata hiyo confidence. Nitajaribu. Yeah. Ni kweli. Na sikulaumu. Sihesabu kama ni makosa moja kwa moja. Kwa asili yako, jinsi ulivyokulia, malezi yale ya kidini na nini, na unachokifanya saa hizi kwa mwanaume wako mara ya kwanza, is all perfect. Sio dhambi. Ni issue tu ambayo, ni mentality ambayo utakuwa ikae sawa kwako, ili mradi ujisi nawe uko huru. Kwa sababu mimi na wewe ni mwili mmoja. Cha kwako ni cha kwangu. Sawa? Kwa haina haja ya kukimbiana. Tukiwa huru pia kuna namna tunatengeneza bond inakuwa kubwa, na tunatengeneza effect za kimapenzi zinakuwa kubwa. Kwa mfano, mimi hapa sasa naweza nikawa nimeamka tu kawaida, lakini ningekuona hapa wife jinsi ambavyo unavaa na kikanga chako chepesi na kinguo nini, kuna vitu fulani vinaviona vinaelea kwenye picha ile ya ndani. Pengine hapa hata gari ile lingeweza kuamka alafu vitu vingine vikaanza. Kitu ambacho ingekuwa umeshanifunga, nisingepata hisia tena kwenda sehemu za nje. Kwa hiyo nimesema kwa faida yako, kwa faida ya ndoa yetu, lakini pia hata mimi kwa sababu nakupenda sana mke wangu. Nataka nirogwe na wewe peke yako. Kwa hiyo niroge mama, niroge kimapenzi. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Nipe hesabu ya kukokotoa, tuishi milele, jibu nikipata. Nipe. We baba we. Yani mwili nyumba, kazi hakuna. Umekaa tu muda wote hapo, yani shughuli huna, ufanyi chochote. Ndani ya lisaa lizima niko hapa nimekaa tu na wewe. Sinaongea na wewe. Kwani tumekuja hapa kukaa kupiga picha au? Nijibu sasa. Kama vipi nipe nauli yangu niondoke. Msikia nikwambia. Unajua wewe usichokijua. Sisi watu ambao tulikuwa tuna familia, huko majumbani kwetu tunakutana na mambo mengi sana. Tena mambo mengine yanakuwa ni yenye kukera. Sasa mpaka unaniona natoka huko na kuja huku ni kwa ajili ya kuja kuitafuta furaha. Sijui unanielewa? Sasa unavokuja hapa ukiwa huko umeshakasirishwa, unaweza ukakuta unatoka mchezoni. Mimi sipo hivyo. Mimi niko vizuri. Tena wananijua mpaka wananiita midfield kisheti mzee wa bako. Ina maana wanajua kazi yangu vizuri, nini ninachokifanya. Hebu nipe muda kidogo, afu uone itakavyokuwa. Hivi, akati unakuja hapa unakuja na stress yako, ulijua unakuja kukutana na rafiki yako hapa. Unajifanya kwenye message, mimi mpira ukeko hapo, penalty sikosi. Vipi sasa? Nikikwambia wewe mgonjwa unakataa. Yaani wewe huo ni ugonjwa. Unakosea sana. Yaani unavyosema mimi mgonjwa, unakosea. Kwanza kumbuka mimi nina familia, nina mke na nina mtoto. Sasa kama mimi ningekuwa ni mgonjwa, wewe unafikiri wewe mtoto ningempataje? Na nisingeweza hata kuitwa baba. Yaani wewe lisikutishe gari unavyoliona vile limetoka tairi, ukaona ile liwezi kwenda. Cha msingi unabadilisha, unaweka tairi jipya, gari linaendelea na safari yake. Uongo. Muangalie kujitetea tu. Wewe sema tu litakaoonekana umeingia na mwanamke hapa guest basi. Unajua wewe unanichanganya. Alafu sisi ma midfielder unajua tutakiwa kuchanganyikiwa. Sisi tunatakiwa tuwe na utulivu na tufanye vitu vilivyokuwa sahihi. Ili hata nikijipigia mipasi yangu, nikipeleka hapa pasi inakuwa nzuri. Nikienda nikipeleka pale na pasi inakuwa ina uhakika. Lakini sio unakaa unaanza kunipigisha makelele mara hivi mara hivi. Hujui kama unanitoa mchezoni? Nishakwambia nipe muda.
Afu uone hapa mechi itakavyochezeka. Yaani wewe huo ni ugonjwa. Mimi sio mgonjwa. Hivi vitu vinahitaji connection kati ya ubongo na hisia. Ushanielewa vizuri? Na ndio unakuta mwili unaweza kufanya kile kinachotakiwa kufanya. Sasa umekaa unafikiri nitafanya nini? Nipe muda afu uone kitakachotokea. Haya, ngoja nikupe muda. Hau mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Mama, leo vitu vimekataa kabisa. Yaani sio kawaida yangu. Hii ngoma nyao nyao. Yaani nishajitahidi kila njia, lakini naona inashindikana. Unajua nilichokiona? Leo kwa Mkapa kumejaa. Sasa kama vipi, inabidi tujipange afu goma lihamishwe wapi? Azam Complex. Afu kule ndo utaona jinsi mechi itakavyochezeka. Hata kwa Azam kwenye kutakuwa kumejaa. Hii ndo dunia bwana. Ushawahi kucheza mechi hata moja? Wewe unajua midfielder wanavyopata shida kwenye mechi zao? Afu unakaa kabisa eti hata uko Azam Complex kutakuwa kumejaa. Nikisema nikupe hiki kichwa uwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa, ndio maana nalewa. Oya Butasha, wewe mwanangu umenifanyaje leo? Mimi nimekwambia nataka ile yenyewe grade 1 ambayo unanipa kila siku. Wewe umeenda kunipa mauzauza gani? Yaani mwanangu toka nimekuja hapa naisikilizia mpaka sasa hivi hamna chochote kinachoendelea. Mpaka mimi nazalilika huko unavyoniona. Wewe umezingua bwana. Mimi sijakwambia nataka mpya. Nimekwambia nige ile ya zamani. Ushanchanganya bwana na wewe bwana. Nimeoza ndani kwa ndani. Natembea ingali nimekufa. Nipe nauli yangu niondoke. Kalete wallet. Na ukome siku nyingine kuita watu kama shughuli huko. Na hapa tupo Forodhani ambapo tumekuja kukutana na Lukman, mshindi wetu huyu kutoka PMBet ambaye amejishindia Toyota IST. Yaani nijisikia raha sana. Furaha sana, furaha kubwa. Mipango ni kuwashajiisha watu kwamba watoke wanapocheza wajiunge na PMBet kwa sababu inalipa. Endelea kubashiri kwa sababu magari bado yapo mengi. Website ni ile ni www.pmbet.co.tz. Wewe alokuambia mimi sina shughuli nani? Ushai kuona wapi vyombo vya udongo vikakaa chooni? Nenda bwana. Ila leo nimezalilika. Lakini kwa nini simpigie simu dem mwingine? Huenda vitu vikaamka. Bakola. Baby, naomba unifumue. So wife, mimi nakufumua nywele hizi wapi na wapi? Wewe nifumuage tu. Maana nimemwambia msusi aje hapa naona atanichelewesha. Tufumue mpaka yeye akifika tutakuwa tumefika mbali kidogo. Nisaidie bwana. Lakini kazi kama hizi mke wangu, natoka mnazimaliza saluni, kama kusafisha, kufumua. Sasa hapa mimi nakufumua, haya kuosha takuosha. Hujui tu mwenzako, hiyo saluni yangu hata hawanisikii vizuri. Kuna rafiki yangu nimeona amesuka amependeza huyo. Kuna mdada anajua kusuka huyo, sijui amesuka wapi. Kanipa namba zake, nimeongea naye ila sasa yeye anasuka mbali. Nikamwambia je nisukie nyumbani ndo ananiambia anakuja. Sasa mpaka saa hizi naona atanichelewesha.
Watu nifumuage akija anaanza tu. Saizi. Taratibu sasa huo unanifumua taratibu. Shika hivi afu unanifumua. Ni usiku huu na hata kufika hajafika. Na nywele hizi ndo kwanza naanza hapa. Mtamaliza saa ngapi wife? Na ulikuwa na muda sana. Kwani usingeenda tu kwake huko tangu mchana? Wewe acha tu baby. Sema tu nywele zenyewe ninazosuka sio ngumu. Akija saizi akianza kunisuka mpaka saa 4 tutakutisha maliza. Na hapa sasa hiyo hela ambayo ulipanga umbe kwa ajili ya kufumua nywele. Hiyo tanunulia tu maziwa. Kumbe usitete uweze kunifumua nywele mimi. Mna, sanga nataka maziwa. Unafumua vipi hizo nywele si unajua? Kitaalamu kuna namna zinaenda kuharibu mapafu. Mimi mbona kama simu yangu inaita? Hello? Sasa hapo ulipo mkono wako wa kushoto kuna geti la rangi ya kijivu. Waingia popo, geti liko wazi. Wewe mlipe wewe boda anakuja kukupa hela huko. Bibi ameshafika. Sawa. Sasa panapo ukimaliza ukaoshe hizi kabla ya kusuka. Sasa nywele nazo azioshe kabla ya kufanya shot. Sawa, sasa Mungu anikimbie ngapumzike wife. Nitakuja kumalizana na wewe msusi wako huko. Kisha kupiga hiyo inatosha. Sasa bibi unaenda wapi wakati bado unifumue hapo? Au ndo kwa sababu umesikia dada anakuja kikuona hapa atajua labda unanipenda sana? Sasa kwa nini mimi naogopa kuitangaza dunia kama nampenda mke wangu? Kiasi ambacho paka nishindwe au niogope kumsuka watu wengine wasinione. Sio kama nyenye mimi. Naenda kupumzika kwa sababu kuna mtu mwenye kazi yake kashakuja. Sasa shida iko wapi? Kwa mimi nikae na kufumua hapa wakati mwenye kashafika. Haya kama uogopi niendelee kunifumua hapa. Sasa ngoja nikukalie mkao wa kazi sasa. Muonekana mimi ni master wa hizi kazi. Karibu. Mwanangu. I will call you then. Naam. Baba, Kiingereza umekijulia wapi wewe wakati mimi nija kupeleka shule? Mama bwana. Sasa nashindwaje kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili. Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza. Ukiwa na Teacher Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri. Na ndio maana huo ni application namba 1 ya kielimu Tanzania nzima. Ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ chap. Aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya, dunia wajuaji na wapumbavu wa Mungu.